Habari gani ndugu mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Juma Kupewa kama ilivyo kawaida. Leo tuko maeneo ya Mangwale, kilabu kinaitwa Jaribu. Tuko na kina mama hapa, tutajadili mambo mbalimbali. Unahitaji kujifunza kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza, na je, unaujua mtaa vizuri? Basi karibu ujifunze mambo kadhaa hapa kutoka kwa kina mama. Mama, mimi ni nani? Naitwa Juma Kupewa. Nimeshajitambulisha. Unaitwa nani? Priscilla Rafael. Priscilla Rafael. Tuko naye hapa. Mama, unaitwa nani? Nani? Stanis Chinula. Ndio? Mama. Esther Maundu. Mama. Mwajuma Kibiriti. Basi tuanze kule kwa Mwajuma Kibiriti. Sawa. Tuanze kwa Mwajuma Kibiriti. Mimi nitakuita mama, sitakuita Mwajuma. Napenda kukuita mama. Sasa mama, wapo watu wanasema kwamba ukinywa pombe, ukavuta sigara, ukavuta sijui bangi, unapata magonjwa kama pressure. Wewe unasemaje mama? Imekaje? Sio kweli. Nipe sasa uzoefu wako wewe. Yaani pressure inatokana na mawazo. Kama una mawazo yako mwenyewe binafsi, unaweza ukawaza kitu baadaye utapata pressure. Lakini sio kunywa pombe au kuvuta sigara unapata pressure. Wewe umeshawahi kushuhudia watu wakinywa pombe na wakitumia sigara, bangi na nini hawajapata madhara yoyote? Madhara yapo, ile sio ya pressure. Sio ya pressure. Kama yapi madhara kama yapi? Kama ni kuvuta bangi inaweza kama akili nazi zinachanganyika kwa sababu ya ule moshi wa bangi. Sababu ni madawa ya kulevya. Hata hiyo pombe naye usinywe kwa kupitiliza. Naye pia na athari zake vile. Kama zipi mfano? Unaweza taka asili figo. Sawa sana. Na mama unasemaje? Hii pombe ina madhara yote? Pombe kwa kweli haina madhara yote. Madhara kutokana na taratibu wa kunywa. Hiyo pombe ndio inatutoa sisi mawazo kwa kweli. Maisha yangu magumu, kwanza naweza nikinywa pombe naona labda usingizi nitapata. Lakini sipokunywa pombe usingizi sipati kwa ajili ya nini? Maisha magumu. Ndio. Magumu sana. Ndio. Kwa hiyo ulianza kunywa pombe kutokana na mawazo? Na mawazo ndio maana nakunywa pombe ndio ili nilale. Sawa. Mama. Mimi upande wangu naona pombe haina madhara. Madhara yako kwenye mambo yote, pombe hata chakula ndio kawa na madhara kama utakula tofauti na mpango. Pombe ina madhara kama wewe utakunywa bila kula, kama utatumia muda wote bila kupa mwili nafasi ya kupumzika, pombe itakuletea madhara. Lakini kama utakunywa kwa kiwango na kujali afya yako, pombe haina madhara. Mimi nimekunywa pombe karibu sasa mwaka wa 10 nakunywa pombe na afya yangu iko nzuri kwa sababu natumia muda kwamba sasa hivi nakunywa, sasa hivi napumzika, sasa hivi nalala kwa wakati. Kwa hiyo pombe upande wangu haina madhara, na pombe kama utaizingatia kunywa kwa wakati mzuri haina madhara. Pombe unakunywa pombe mwaka wa 10? Ndio. Sawa. Na swali nilikuwa nataka nikuulize wewe, unanifurahisha kidogo. Ni aina gani ya pombe hasa wewe unapendelea kunywa? Au ni aina gani ya pombe ambazo umekunywa sasa mpaka sasa? Mimi pombe ninazokunywa ni pombe ambazo za nafaka. Za nafaka mfano? Kwa mfano pombe ya mpunga, ya mahindi, pombe hiyo na mazao ambayo tunalima. Kuna pombe inaitwa pombe ya mwezi, unajua? Naijua. Vipi ile? Nimewahi kuijaribu kunywa nikaona kama inanipa shida sana. Kinywa kitu na kwa napata pressure, mwili wangu unaenda mbio kama pombe ya nazi, unajua? Nazi. Pombe ya nazi na ushaikunywa? Ile baba iko vizuri sana. Inanukia kama nazi. Kwa kuzingatia kwa kweli inaleta afya nzuri. Pombe ya mnazi inaleta afya nzuri, unasikia? Amesema mama hapa. Amesema kwanza pombe haina madhara yoyote, lakini pombe pia haina shida ya kuleta pressure, kuleta nini? Hapana. Pombe anazokunywa yeye ya mnazi, mpunga, mahindi. Sawa. Ya mwezi alijaribu lakini akaona inaleta mapigo ya moyo kwenda. Haya. Twende kwa dada hapa. Dada yetu kabisa hapa. Tuambie yeye anasemaje kuhusiana na
pombe. Kwanza ushakunywa pombe sisi? Mimi pombe nakunywa mwenyewe, mpikaji na mwenyewe pia mnywaji. Unapika na unakunywa? Ninapika pombe za mahindi. Toka umeanza kunywa pombe mfano una mwaka wangapi sasa hivi? Na mwaka sijui 30. Wewe sasa. Kwa hiyo umeanza kunywa pombe kwa tumboni? Hapana. Nimeanza kunywa pombe na yaani niseme nimeanza kunywa pombe kuanzia mwaka 94. Mwaka 94? Mpaka leo hii. Mpaka leo miaka mingapi? Mingi kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Na haijawahi kukuletea shida yoyote wala? Haijawahi kuniletea shida. Na watu ni aina gani ya pombe kwanza unazotumia? Tuanze hapo. Pombe nazotumia mimi nakunywa tembo, nakunywa mpunga, nakunywa bia. Tembo nini? Pombe ya mnazi. Pombe ya mnazi, Bia? Bia nakunywa. Mpunga? Mpunga nakunywa. Pombe ya mahindi? Mahindi si. Mahindi ya unga. Kwa nini ya unga pombe ya mahindi? Basi. Na mfano labda smart gin? Smart gin nakunywa, konyagi nakunywa, valu nakunywa. Pombe kali zote nakunywa. Zote hizi. Sasa wanaosema kwamba pombe sijui inaleta pressure, inaleta sukari, wewe unasemaje? Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba pombe inaweza ikachangia mtu kuwa na pressure. Endapo kama ukawa umeinywa ile pombe ukazidisha kiwango cha ile pombe, lazima itakuwa siri. Na kingine ni kwamba binadamu aina yoyote, hasa kwa sisi tunaokunywa pombe, kwamba kabla hujanywa pombe unatakiwa kwanza ule chakula kile ambacho kinastahili, kwamba umekula chakula umeshiba, kwamba hata unapokunywa pombe haiwezi ikakuwa siri. Lakini kuna baadhi ya mwingine ametoka ameamka asubuhi, hajui kikombe cha chai, hajui tonge la ugali, anaingia kwenye pombe. Kwa hiyo tuseme mtu akinywa pombe afu akala hawezi kupata magonjwa kama ya figo, hawezi kupata shida ya moyo, hawezi kupata. Inategemea kwa magonjwa haya ya figo, labda pengine kwa hizo pombe, zile pombe kali. Lakini kama hizi komoni, tembo, sijui pombe za mpunga hizi, mimi sidhani. Tembo ndio pombe ya mnazi, haiwezi kusababisha shida ya figo. Amina. Na hizo sasa, mfano kama hizo pombe ulizosema hapa nini, valu, hizi hapa zipo katika asilimia ya kuweza kukufanya mtu aiza figo iweze kufeli, aiza moyo, kwa sababu zile pombe ni kali. Na zile pombe unapokunywa unatakiwa unakunywa kwa kiwango. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kainywa ile pombe aiza amekaribishwa. Tuanze sasa na wewe hapa. Wewe kiwango gani ambacho unasema sasa mimi nikinywa kiwango hiki cha pombe hii kali na kuwa safi? Kwa upande wangu mimi vile vismart gin unakunywa vingapi? Vile mimi nikinywa 3 4 kwangu natosha. 3 4 vinatosha? Vinatosha. Lakini kipindi hicho tayari nimeshakula, nimeshiba. Na nimeanza tayari na pombe hizi. Ukinywa smart gin 4, kuna pombe nyingine tena hapo mbele utakunywa? Naanza kwanza na hizi. Unaanza na hizi za kawaida? Za nafaka hizi. Alafu funga, tembo. Sema tena unaanza? Pombe ya mpunga. Tembo, nikinywa na zile smart gin, moyo wangu unakaa safi. Kwa hiyo pombe ya mpunga unaweza kufanya kama lita ngapi? Baba mimi nakunywa. Kama hata mnanichekesha. Pombe mimi nakunywa sana kwa kweli, sio siri. Kwa mfano kama pombe ya mpunga unaweza kufanya kama lita ngapi? Kwa wastani. Yaani nikisema nimeamua kunywa labda pengine kwa starehe tu, lita 5 nisemekana. Lita 5 pombe ya mpunga. Pombe ya baada ya hapo ndo nahamia kwenye smart gin sasa. Hapa nakiamia kwenye smart gin. Smart gin ikipata vidude vyangu vile 3 na kopi niko fresh. Kwa hiyo lita za mpunga 5 na smart gin 3, hapo sasa unaweza kupata usingizi. Sawa. Asante sana. Na mtu anayesema sijui ukinywa hivyo unapata magonjwa kama hayo, wewe unamwambia? Yaani kwa upande wa kwangu mimi ushauri na utoa mimi kwamba uanywa pombe tunatakiwa kwanza tujizatiti sisi wenyewe. Yaani ujicontrol. Kwamba unajijua kabisa kwamba mimi ni mnywa pombe. Ustahili kunywa pombe bila kula. Kula chakula chenye uhakika. Umekula umeshiba, nenda kanywa pombe. Na unaporudi nyumbani pia hakikisha umekula. Sio kwamba ndio umekula mchana umeshiba unafika nyumbani unalala tena bila kula, asubuhi unaamkia kwenye pombe. Haiwezekani. Twende kwa mama. Mama. Na kwa mfano wewe sasa, kama wewe. Kwa mfano wewe kwa siku unaweza ukanywa pombe lita ngapi?
Nangu mimi kama nimeamua kunywa bia. Kwa siku nakunywa bia 8. Kwa siku kwa siku bia 8. Bia 8. Hizi komoni kwa sabili tu mwanangu 6. Kwa bia 8. Bia 8 komoni lita 6 Nikipata hata na sungura wangu wawili. Visungura viwili Kwa hiyo lita 8, 9, 10 alafu jumlisha lita 6 za nini? Yaani lita 6 za komoni. Za komoni. Sungura wawili. Sungura. Na hiyo ni kila siku yani? Hapana. Kwa wiki nikanywa hata mara 4. Utatu nikapumzika. Wengine nikapuliza wiki inayofuata na kupumzika. Sawa. Mama hapa amekuja, mama yetu naye amekuja kushauri. Sasa vipi hali? Sawa. Unaitwa nani hapa? Naitwa Pokelia Mkuya. Pokelia? Pokelia Mkuya. Pokelia Mkuya. Mkuya jina maarufu sana. Sasa mimi nataka kujua mambo machache. Unafikiri watu wanaposema pombe inasababisha pressure, sukari, sijui magonjwa ya figo, unafikiri ni sawa? Inawezekana. Sawa. Na wewe unakunywa pombe? Unakunywa pombe? Kwa mfano unaweza ukawa unakunywa kiasi gani kwa siku? Mimi kwa kweli mpenzi sana mdafu. Mdafu nita pombe ya mnazi. Ili pale nikiweka chupa 4 hata 5 kwa hili. Maana yake hatari. Kwa siku. Tena sianze asubuhi. Kama mpaka saa hizi sianze hata kidogo. Ikifika muda saa 12, saa 1 hivi. Sinajua saa hizi karibu Zubeda tataka yake basi. Na mimi najichanganya huko na tunakunywa 5 kitu cha kawaida. 5. Kwa siku unaweza kunywa 5, 4. Mwanzo kali. Pombe nyingine ambayo unakunywa napenda nakunywa pengine komoni. Pombe ya mahindi. Mama amesema mahindi ya pendi. Ndio. Huyu kwa mahindi ya pendi, huyu mahindi anapenda. Mimi mahindi nakunywa. Mahindi ile nikini pombe mpunga siku hizi inaniumiza. Inakuwa kama ina kakafu fulani. Kwa hiyo mahindi napiga, tembo napiga. Nyingine bia labda. Ndani ya bia nakunywa. Lakini zingine kuna pombe za mawese kama ushawahi kuzisikia? Hizi bwana wewe tunazisikia. Lakini sasa sijui tuseme wenzetu hao wanaotengeneza huko asiu wanatumikisia, lakini kuja zile moja kwa moja. Lakini ushawahi kutumia ya mwezi? Hapana. Na nilimwambia hata mjimaji wangu kama unaweka na hii kwangu mimi hapana, kwa sababu huwezi kuchanganya na hii. Ushaga na kuja kujui kama hivi nimekujua. Bora unywe moja juu kabisa kwa hii. Hivi inanitenda. Sawa. Mama unasemaje? Wewe unakunywa pombe gani? Mimi sana bia. Bia. Hizi za kawaida nakunywa lakini hata lita simalizi. Lita mbali. Bia kwa mfano unaweza kunywa ngapi kwa siku? Bia naweza kama 5 kwa siku. Na kwa wiki ratiba yako ikoje? Usukunywa? Hapana, sio kila siku. Siku ile nikutembelea ndio nakunywa, siku hauna hela basi. Sawa. Nafikiri umejifunza vitu kadhaa kutoka hapa, na wanaosema kwamba pombe inasababisha magonjwa yasiyoambukiza, sijui pressure, kisukari, sijui figo, au ni waongo. Nasikia tumekutana na watu wenyewe wahusika kabisa ambao pia wanafanya biashara za namna hiyo, lakini pia na wenyewe ni watumiaji wa pombe za namna hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza hapa. Pitia kwenye peji yetu ujifunze zaidi kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Jina langu ni Juma Kupewa, nyuma ya kamera ndugu Isaya. Asante na kwaheri.